and the understanding is established. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. That it distinguishes between what is right and what is wrong. 1 Kings 3:8-9. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to account, to number, so that when your servant leads, may your great grace be his shield and defender. More so, I will give you what you have not asked, both wealth and honor, so that your lifetime will be and you will have to equal among kings. And if you walk obedient before me, and you keep the decrees and the commands, as David your father did, I will give you the long life. Your Excellency, we plead with you that the faith
Rais tu ningetaka tu nifanye matangazo mawili. Kwa sababu kanisani before service ishe lazima kuwe na matangazo. So upande wetu na rais lazima tukuwe na matangazo. Ya kwanza, tumefungua upya phase 2 kuandikisha na kusajili wakulima ndio wapokee mbolea. Phase 2 of farmers registration has started. Na rais ametuamrisha specifically because of those Azimio areas, not here. Walidanganywa na magavana yao ati wasiandikishe hii mbolea ya Ruto ati ni upuzi. Sasa walipanda mahindi bila mbolea. Wakiangalia yenu wanaona haya. Waliambiwa ati wavae sufuria kwa kichwa ati hiyo ndio ya maana. Sasa rais amesema ndio Wakenya wote wafaidike, because all Kenyans belong to the president and they are part of this country. Tumefungua. So those in those areas, please, wakulima tunauliza nyinyi, hata kama magavana yenu na MP wako kwa Azimio na kwa barabara, mujiandikishe ndio mpate mbolea muweze kuongeza mazao. Number 2, tumefungua tena, rais ametuamrisha registration ya wale wazee wetu 70 years and above. Wajiandikishe, machiefs wetu, assistant chiefs watasunguka, wajiandikishe ndio waweze kupata marupurupu yao. Na mko na habari ya kwamba rais ameagiza pia, ameamrisha National Treasury ya kwamba wale wazee ndio watakuwa Wakenya ya kwanza kupokea marupurupu yao kabla sisi tupate. Na tayari tulikuta deni ya mwezi 16 ambayo ilikuwa imewekwa na ile serikali ya handshake. They were too busy kwa mambo ya BBI na nini, wakasahau wale wazee wetu. Sasa hao wote we have cleared all the debts. Na vile governor amesema, debt ya wazee tumelipa, debt ya magavana tumelipa. These MPs wamepata pesa yao, and it's a clear indication that the economy is now coming back. That is a sign that there is improvement of the economy. Nikimalizana na hiyo matangazo, pia wakulima wa kahawa hapa Bungoma, we have coffee farmers. Tumekamilisha mazungumzo yote ya mabadiliko katika subsector ya kahawa, ya kujaribu kuondoa wale watu mabroka wako katikati, tuweke mkulima na mkunywaji kahawa pamoja ndio waweze kupata mapato yao. Kwa hivyo nauliza wakulima ya kahawa, mchukue fertilizer ya 2500, muanze kufanyia kahawa yenu kazi. Hivi karibuni tutaweza kupata bei ambaye ni ya maana. Rais, mimi nimefurahi sana because this western province or region, because I worked here hapa Kakamega, nyinyi Mungu amebariki nyinyi sana na rotuba nzuri na mvua. You have the best soil and good rains and hard-working people. All that remains is for you to fix your politics, and you'll be the most advanced region in this country, because everything else is good for you. Good soils, good rain, hard-working people. Kagapu kidogo tu is to fix your politics. And your politics, you'll fix it by being united behind your two leaders. Kwa sababu, politics, professors may write many things. Na watu wamesoma kuliko sisi wa PhD, akina president na wengine wanaweza andika mambo mingi. The definition of politics. Forget about all those definitions. The definition of politics is one. Isime urudie next year, isime urudie third year, hakuna kitu utapata. These two leaders waliangalia siasa ya Kenya, wakaona hii jamii ya magharibi imepotea. They analyzed and made a wise
and fulfilling decision to take their people to government. We want to salute these two leaders. But you must do much better than that. You must have unity of purpose behind these two leaders and come and work with President William Ruto so that the struggle for scarce resources, you are well represented and united. The problem has been there are so many sub-ethnic groups in this region. Sometimes, Wamaragori wako hapo, Wabukusu wako hapo, Wamarama wako hapo, Watiriki wako hapo, Waisuga wako hapo, Waidaho wako hapo. Sometimes, munaangalia mambo tofauti. Pale kwetu is the same. Tuko na Wakikuyu, tuko na Waembu, tuko na Wambere, tuko na Watharaka, tuko na Wachuka. Lakini ikifika struggle for scarce resources, we forget about all those things and speak in one voice. Tunaenda tunapiga kura kikapu moja. That way we have bargaining power. So these two leaders you have, and I told the members of parliament last night, rally behind your two leaders for now in the next 3 years. Ndio sasa ndio mtafutie watu wenu, mketi na rais, mkiwa na nguvu, mkiwa wengi. Pale mbele mnaweza rudi pale mtu anataka kwenda. But for now, rais ndio wako na kisu. Funguo ya Kenya ndio wako naye. Yule mzee ingine ya maandamano ako mstuni. There is nothing you can get from that man. I was asking the members of parliament who still hang around him. That man mnatafuta. Mwenyewe anatafuta rais apate kitu ya kukula. So wewe unamfuata akupeleke wapi? Hana funguo, hana ofisi vile mzee Atwali amesema. He can do nothing for you. So why do you want to waste your time on somebody ambaye hakuna pahali anaweza kukupeleka? And why do you want Western Kenya to be the center of experiments? Sasa kila mwaka experiment. Haitoki experiment, experiment. This thing now is done. President ako hapa. You have prime cabinet secretary mwenye anasimamia mawaziri yote katika Kenya. Tuko na speaker, pahali appropriation ya pesa inafanywa ako pale. It is you to make a decision. Nimesikia mheshimiwa akisema ati shares yenu iongezewe. Itaongezewa namna gani? You already have more than enough shares. Hii Kakamega. And I agree with the Papa Aroma anasema mambo ya Oliver Twist. But I don't agree. Ati thank you but give us more. Weta no, that's enough for now. Tafadhali, wacha tupatie watu wengine. Tafadhali, sasa nyinyi mumepata. You are okay. You have been, rewarded in a commensurate manner with your very many shares. For now, mutulie kidogo. Lakini pale mbele, you can still make a decision to increase the shares. Mimi najua ndio niko na register. Nitaifungua hapo October 2026. So you can make a decision. Mkiona mnataka kuongeza zaidi, muendelee muongeze ndio muweze kukaa sawa sawa. So mimi sitaki nipitishe kutoka hapo. Ni Your Excellency vile wanasema atu ya in a campaign mode. Hii watu wanazunguka sana. Sasa hakuna uchaguzi. Why they are crying is because tukiwa kwa ofisi wanatumia hii watu ya media kueleza uongo dhidi yetu. Sasa unajua rais ni mtu ya ground. He was settling down. Ndio hao watu wasidanganye wananchi, lazima tuende kwa wananchi. And they have seen nothing yet. Bado tunafanya warm up. Ya kuzunguka will be everywhere. And the reason is this. Wenye kuandika rais kazi ni nyinyi. Sasa akija kufanya kazi na nyinyi iko makosa. The president has state houses and state lodges in Kenya. He will be transferring government to that area. Sasa hako hapa 5 days. Anafanyia kazi Kakamega State Lodge. Kuna kazi ya Kenya imesimama. Sasa hao wanasikia vibaya because walitaka watumie magazeti kudanganya wa Kenya. Lakini rais akija anaeleza wa Kenya ukweli. Kwa hivyo sisi tutasaidiana na tutakuwa hapa ndio tuweze kuendelea. Finally, I want to thank the people of Bungoma for giving us a great son huyu Papa Aroma. He is doing a wonderful job pale National Assembly. Ametafutia sisi heshima kubwa. Lakini pia Papa Aroma, mabishop wakiwa hapa na watu ya nyumbani ni kushitaki kidogo. Unaniumiza ndugu yangu. Wewe unajua masomo yangu iko chini. You know. Sasa wewe
huyu Papa Roma akija kwangu kizungu mingi mpaka napotea. Sasa itabidi akija nitafute dictionary, akiniongelesha kwanza nasoma. Sasa hiyo ni mazungumzo ya saa ngapi? So mtanitetea kwa Papa Roma siniumize? Wewe umeniumiza ya kutosha my brother, usiniumize sana. And you know my son is a friend to your son. So nitakushtaki kwa mtoto yako sasa through my son. Vile unaniumiza kizungu mingi. Hiyo kizungu uongeleshe wazungu na wale watu wamesoma kama wewe na rais wetu na wale wengine. But for me utumie ile lugha unatumia hapa siku umekuja kutafuta kura. Muko tayari tumkaribisha rais wetu? Haya, simameni kwa makofi na vigelegele tumkaribishe rais wetu. Asante sana Bwana Rigiji. Tafadhali tuketi. Asanteni sana. Maaskofu wetu pamoja na viongozi wote wa dini, ndugu viongozi na watu wa Bungoma na Western, hamjambo? Mirembe. Muri muoyo? Muri baramu? Musangalire? Omwami Yesu afume. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo hewani nione jameni watu wa Bungoma. Basi, asante sana. Wacha kwanza nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ya kufika hapa Bungoma kwa ibada hii ya muhimu. Tumekuja hapa kwa sababu Mungu ametufanyia mambo mengi makubwa. Nakumbuka tulikuja hapa mara nyingi. Tuliwasumbua na mikutano mingi. Tukauliza kura zenu. Na nyinyi mkawa ni watu wazuri, watu wa Mungu, watu waaminifu. Mulitupatia kura zenu na mkatuongezea maombi, naye Mungu akatupatia ushindi. Ndio tumerudi hapa Bungoma jameni kusema asante sana kwa kura zenu na kwa maombi yenu. Narudia tena watu wa Bungoma, niseme kwa niaba yangu, niaba ya deputy wangu, niaba ya speaker wetu, niaba ya prime cabinet secretary wetu, wabunge wote, magavana wote, pamoja na ma-MCA, niseme asante sana watu wa Bungoma kwa kura zenu. Sote hapa, sote, kuanzia MCA na sisi zote, mumetuheshimu, mumetupatia nafasi ya uongozi. Na mimi kwa niaba yao, hawa viongozi wote, nataka niwaambie hatutawaangusha, tutafanya bidii ndio tubadilishe Bungoma na tubadilishe Kenya. Nawashukuru tena kwa sababu ya kukubali tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja ili tutimize malengo ambayo itapeleka taifa letu la Kenya mbele. MCAs wenu wanafanya kazi na County Executive chini ya ndugu yangu Makelo Lusaka. Wabunge wenu wote wanashirikiana pamoja na serikali yangu, tupeleke mambo ya wananchi, tuweke kipao mbele na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwahakikishie tutafanya kazi kwa pamoja kama viongozi. Sisi wote tutaungana, tuondoe ubinafsi, tuondoe mambo yale yanatutenganisha, tuweke umoja na tuhakikisha kwamba mpango wetu wa kupeleka taifa la Kenya mbele inaendelea. Leo nimefika hapa kwa sherehe hii, ibada maalum ya maombi na ya maombi ya shukrani. Asante sana maaskofu wetu, asante sana viongozi wetu wote wa dini kwa kutupangia tuwe na ibada hii ya muhimu. Vile viongozi wenzangu wamesema, nafasi tulioko nayo sasa ni nafasi ya kuunganisha taifa
na kupanga mambo ya kupeleka taifa letu mbele. Mimi nimeketi hapa, nimesikia viongozi wengi wakiongea. Mzee Atwoli ameongea, Spika ameongea, wabunge wameongea. Furaha yangu ni kwamba sote tunaongea vile tutabadilisha uchumi wa Kenya na vile Kenya itasonga mbele. Pale nyuma tulikuwa tunaongea sijui BBI, sijui rege, nani atapata nafasi gani ya kuongoza, sijui nani atapata nini. Leo hatuongei yale ya viongozi watapata. Tunaongea ni vipi mwananchi wa kawaida wa Kenya tubadilishe uchumi naye apate nafuu. And that is, to me, the greatest transformation of our politics. That today we are having a conversation in the Republic of Kenya, not about sharing positions, not about politics that are interests of people. We are today having a conversation about the economy of the Republic of Kenya and how we are going to make it possible for every citizen to be part of the transformation of Kenya. Mimi nafurahi sana na mimi nataka niwahakikishie that is going to be the conversation that's going to take us forward. Na ndio sababu hiyo mimi nitakuwa hapa Bungoma kesho. Mimi nataka niseme pongezi kwa County Assembly ya Bungoma. Nimeenda pale kufungua jengo lao. Ya muhimu na ya maana zaidi ni kwamba wametengeneza hall kubwa ya wananchi wa Bungoma kupeleka mambo yao ya public participation. Kwa sababu tunataka bunge letu la kitaifa na la county waweze kujua mawazo, mafikira na mipango ya wananchi, so that we can engage citizens in the management of their affairs. Nataka niseme pongezi County Assembly ya Bungoma. Nimeenda pale pia kufungua jengo mpya ya hospitali ya Bungoma County. Kwa sababu tena tulikubaliana ya kwamba mambo ya afya inatuletea saa zingine umaskini. Matibabu inakuwa bei ghali. Watu wanauza shamba, watu wanauza ng'ombe, watu wanauza mali yao kushughulikia mambo ya matibabu. Na ndio tumesema serikali ya Kenya sasa tutakuwa na mpango kamili, ile tunaita universal health coverage, ambayo tutaanzia mambo ya matibabu katika vijiji. Tumekubaliana na county government zote za Kenya ikiwemo yenu ya Bungoma ya kwamba tutakuwa na community health promoters 1,100 Kenya. Watalipwa na serikali ya county na serikali ya national pamoja. Nitalaunch hiyo program siku ya Mashujaa. Tumepanga equipment zote, zimepangwa na waziri wetu wa afya Mama Nakhumicha yuko hapa. Tumepanga hiyo kazi yote because we want to make health truly affordable, and we want to make health not a preserve for a few who can afford, lakini pia tunataka kuhakikisha kwamba kila mwananchi anafikiwa na matibabu, anafikiwa na madawa, na pia kuna madaktari wa kutosha wa kuweza kushughulika na afya ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Nataka niseme nikiwa hapa Bungoma, universal health coverage tumejaribu karibu mara 2 na haijafaulu. Mheshimiwa Rais Kibaki alijaribu, haikuenda vizuri. Serikali yetu ya Jubilee ilijaribu hapo, lakini handshake na BBI na kisirani ikakuwa mingi, ikapotea. Safari hii tumeikalia chini. Mimi nimefanya mikutano na huyu Nakhumicha karibu 20 tukipanga hii kitu, because this time round we must get it right. Na mimi nafurahi ya kwamba nimeshaongea na leader wa majority na kamati, nimeongea na wewe. Unajua Bukose, wewe ndio chairman ya health committee. I have talked to you, you know the plan we have. Sasa miswada iko bunge, na mimi nataka niulize wabunge, miswada ya kubadilisha mambo ya health
ili tushukishe bei ya wananchi wa kawaida. Wananchi wa kawaida saa hizi wanalipa 500 kila mwezi kwa NHIF. Niliwaahidi tutaleta chini ikuje shilingi 300 hapo chini kwa wananchi wa kawaida. Na vile vile tuhakikishe ya kwamba wale ambao hawawezi kulipa hiyo 300 pia tuko na mpango ya social health ambayo itawashughulikia kupata matibabu bila ya kulipa. Na sisi ambayo tuko na mshahara kubwa tutalipa kiasi yetu, kwa sababu everybody must pay in accordance with their income. Tuweze kupeleka mambo ya afya ifike kwa kila kijiji. Wale community health promoters tutawapatia vifaa ya kupima mambo ya afya ya wananchi kijijini. Kila community health promoter atakuwa anashughulikia family 100. Hapo ni mtu mnamjua hapo kwa village, anakuja anapima pressure, anakuja anapima sukari, anaangalia wewe kama uko na homa hii makasi kidogo, anakupatia Piriton, mambo inaishia hapo, hakuna haja ya kwenda kusumbuana hospitali. Tunapanga hii maneno kuanzia kijiji. Na mimi nataka nishukuru county governments kwa sababu ni washirika wetu wa karibu. They are actually our primary, kwa sababu mambo ya health iko devolved, but we want to support our counties so that we can deliver on health, because health is a priority for the Republic of Kenya. Na nimefurahi sana wakati nimeona mjengo county government ya Bungoma wametengeneza hapa, na nimekubaliana na governor wenu ya kwamba tutamsaidia kuweka equipment kwa hiyo facility ambayo wamejenga hapo. Tayari wameongea na waziri wangu na watapanga vile tutahakikisha kwamba we have facilities that will serve the people of Kenya. Jana nilikuwa Busia, pia katika hospitali ya pale tulikuwa tuna handover hospitali ambayo tulikuwa tumewajengea, na vile vile tumekubaliana na Governor Otuoma vile tutaendesha hiyo maneno. So we are truly committed to the transformation of our country, and we are going to work with everybody. Tutafanya kazi na viongozi wote bila ya kujali mirengo, bila ya kujali ni wa sehemu gani, kwa sababu nchi ya Kenya ni taifa letu sisi wote, and we must work together towards taking Kenya forward. Kesho mimi nitakuwa hapa kwa sababu ya mambo ya County Aggregation Industrial Park, maendeleo ya sehemu hii. Tunaanzisha County Aggregation Industrial Park, soko kubwa ambayo tunajenga hapa. County government ya Bungoma wametupatia milioni 250, tumewapatia milioni 250. Isipotosha nitaongeza mpaka tuwe na aggregation hapa, mahali tutaweka cold rooms, mahali tutaweka storage, tutapanga common user facilities ya value addition, ya agroprocessing, ya manufacturing. Ndio mazao ya wakulima ikitoka Bungoma inajulikana imetoka Bungoma, iko na muhuri ya kusema produce of Bungoma County, alafu inauzwa kwa maduka katika Kenya na nchi zingine. That is the transformation we want to have. Kwa sababu tulikubaliana kilimo, tutatumia kilimo kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Mimi nafurahi ya kwamba kesho tunaanzisha hiyo mjengo, tumetafuta kandarasi, amepatikana, na tutajenga sehemu ile. And apart from that County Aggregation Industrial Park, ili kusupport market infrastructure ya mambo yetu ya kilimo, pia tunajenga soko zingine 10 hapa Bungoma. Hapa Bugembe tutajenga soko ingine kubwa hapo Bugembe. Pale Webuye, mnajua pale inahitaji soko. Wananchi pale, kina mama nimetembea hapo Webuye wanahangaika barabarani. Pale tunajenga soko ingine kubwa pale Webuye. Tunajenga soko ingine kubwa, nilisimama pale Naitiri wakati wa campaign. Ilikuwa ni kiwanja hapo haina mpango. Sasa tutaweka pesa hapo ya kujenga soko, na tayari tumetangaza kandarasi ya kujenga soko Naitiri.
tunajenga soko ingine Cheptais, kwa sababu tumekubaliana tunajenga hiyo soko pale. Soko ingine kubwa tunajenga Chwele. Wale watu wa Chwele ni watu wazuri sana. Na huyo Mulongo yuko hapo. You know? So tunajenga soko kubwa hapo Chwele. Nimeshakubaliana na huyu mbunge wenu kwamba hiyo mahali ni mahali ya muhuri kubwa ya supporters wetu. So we are going to build another big market in Chwele. Tunajenga soko ingine Malakisi. Kwa ndugu yangu Malakisi pale tunajenga soko ingine kubwa hapo Malakisi. Alafu tunajenga soko ingine kubwa hapa Mateka. Hapa Mateka we are also building another market in Mateka. Alafu sasa hapa town hapa ile Makali alisema tunakujanga hapa kwa soko tunaongea alafu tunaenda tukiendanga. Mimi nataka niwaambie watu wa hapo soko ya Chepkube. Lakini Chepkube ilikuwa na biashara gani? Nasikia ilikuwa soko ya magendo. Soko ilikuwa na wimbo ilikuwa sasa ni bado hiyo ya magendo ama imekuwa ama ile ingine ilikuwa mahali ingine. Lakini mimi naona hata hiyo pia ilifungwa. So soko yenu hapa ya Chepkube vile nimeambia wizara ambayo inahusika na housing wafanye kazi na governor wetu so that they design a big market, tujenge hapo ndio wafanyabiashara wetu wawache kuhangaika barabarani, so that we can have a big market there. Na nia yetu katika kujenga hizi soko zote is to provide market infrastructure, kwa sababu tulikubaliana ile biashara mama mboga anafanya pia ni biashara ya muhimu, na hakuna vile hiyo biashara itaendelea kufanyika barabarani mahali hakuna usafi, hakuna maji, hakuna stima, hakuna chochote. So that's why tunasema, na mtatueleza tukisonga kama kuna sehemu zingine zimebakia. We will continue to work with the county so that we can identify other areas that we can have market infrastructure to support our farm produce and to support our economy, especially in the agricultural sector. Vile katika hiyo mpango nishamwambia county government ya hapa Bungoma inajulikana ni mahali ya wakulima ama wafugaji wa ng'ombe ya maziwa. Mimi sitaki Bungoma irudi nyuma. Ilijulikana hapa Bungoma ni mahali ambapo ya kuzalisha ufugaji wa maziwa. Si ni kweli? Kwa hivyo tutakubaliana hivi karibuni ile bei ya sawasawa ambayo itafikia mkulima. Saa hizi iko maneno hapo, si ndio? So tunataka tukubaliane shilingi ngapi mkulima atalipwa kwa maziwa. Kama ni shilingi 50 kwa lita moja ama shilingi 55 ama itafika shilingi ngapi, we need to agree. Already nimecommission watu wanafanya hiyo kazi, ili tuhakikishe kwamba ninyi kama wakulima mnatusaidia kuzalisha maziwa katika taifa letu la Kenya. Kwa sasa tunatumia pesa ya Kenya kuagiza maziwa, karibu lita bilioni 1 zinaagizwa zinakuja Kenya, ng'ombe ya watu wengine, na sisi tuko na uwezo ya kufanya hiyo kazi. Na wizara ya kilimo pia itawasaidia kwa mambo ya mbegu. Ile sex semen ambayo mmekuwa mkinunua shilingi 15,000 sijui 12,000, tunataka kupunguza bei kuje 2,000 ama 3,000 hapo, ndio msisumbuke kutafuta ndume. Kwa sababu unajua ndume saa zingine kupatikana ni shida. Unaenda kwa jirani, unajaribu kumwambia uko ng'ombe hapa, nisaidie ndume, anasema ndume iko busy. Sasa unachanga kwani hii ndume iko kazi yake nyingine iko ama? So ndio msisumbuane na jirani akuambia ati ndume iko busy. Sasa tuko na mpango kamili, na ile semen nyingine tumepunguza bei yake mpaka shilingi 200 ukitaka semen ya kawaida, na tutakubaliana na county vile watafanya hiyo kazi. Kazi yetu ni kupunguza kutoka mahali inatoka. Tuko na bull station hapa Kitale, tuko na bull station nyingine tunaongeza kule Kabete,
ndio tuhakikisha kwamba we produce enough semen for our livestock, ng'ombe ya nyama, ng'ombe ya maziwa, na tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Nataka niseme tena, nirudie nikiwa Bungoma, hatutaki kuendelea kuagiza maziwa kutoka nje. Tunataka wakulima wa maziwa wa Bungoma warudi kwa kazi, na tutawapatia bei ya sawasawa ya maziwa yenu. Tumekubaliana? Juzi katika hii budget nimeambia wabunge watoe ushuru kwa zile byproducts ama zile raw materials ya animal feed. Tumetoa ushuru ndio tupunguze gharama ya kulisha ng'ombe zetu. Tumeondoa hizo ushuru. I want to thank members of parliament. They approved ya kwamba tutoe ushuru kwa raw materials ya kuzalisha chakula ya mifugo yetu, iwe ni ya kuku, iwe ni ya ng'ombe, iwe ni ya mifugo mengine yote, so that we can also begin to develop our agricultural sector. Vile vile nataka niseme nikiwa hapa, kufuatana na hiyo barabara, apart from the semen, apart from the good prices we are going to tutalete, pia kabla ya December, Bwana Governor, upange na County Assembly, tutawapatia milk coolers 25 ya Bungoma ya kukusanya maziwa. Tuko na mpango na serikali ya Poland, tutaleta hizo milk coolers hapa Bungoma ndio muweze kukusanya maziwa yenu, because milk is going to be bought going into the future in accordance with quality of milk. Maziwa itakikani kukaa sana kabla ijakuwa chilled. Ikihangaika barabarani for 2-3 hours inaanza kuharibika. So again, mutatuambia which areas are we going to have these milk coolers ndio to support wakulima wa hapa Bungoma. Vile vile ni vizuri niseme nikiwa Bungoma, nyinyi vile vile ni county ambayo mnatusaidia kuzalisha chakula katika Kenya. Na mimi nataka niwapongeze wakulima wa Bungoma. Wakulima wa Bungoma walikuwa namba 4 Kenya kwa kutumia mbolea ya serikali ambayo tulipunguza gharama yake. Wakulima zaidi ya tulipatiana hapa magunia karibu 1,300 ambayo ilifikia wakulima. Lakini wakulima wote hawakupata. Mimi nataka wakulima mjikaze. Hamwezi kuendelea kutumia mfuko moja kwa eka 2, hapana. Ama mfuko moja kwa eka 1, hapana. Tunataka tuongeze ili mupate magunia 25-30, kwa sababu hapa Bungoma we can actually get 30 bags, between 30 and 40 bags per acre katika Bungoma hapa. Lakini lazima mtumie magunia 2 ya kupanda na gunia 2 ya top dressing, na tutapata 30-35 bags. Sio kama tunaelewana? Kazi yangu itakuwa ni kuhakikisha kwamba tumeleta mbolea na tumepunguza gharama. Hapa Bungoma, my target, na nataka mnisikize vizuri, target ya Bungoma for next season, from 300,000, nataka 700,000 bags zitakuja hapa Bungoma. Na tumekubaliana na Makelo, governor wenu, ya kwamba atasisukuma ifike karibu na wakulima. Ile ya Naitiri ipatikane Naitiri, si ndio? Ile ya Chwele ipatikane Chwele. Ile ingine ya huku Mungatsi ipelekwe Mungatsi. Sio kama tunaelewana? Na dunia hiyo yote tusambaze ifike almost every part. Na tumekubaliana hivyo Kakamega, tumekubaliana na Otuoma vile itafanyika kule Busia, tumekubaliana na Otijilo how it's going to happen in Vihiga, so that we can grow enough food. Ni mambo ya aibu jameni, ya kwamba miaka 50 baada ya uhuru bado tunaagiza chakula, na tunaagiza chakula ya nusu trilioni. $500 million is the money we spend to import food which we can grow locally. So mnaona hapo iko kasoro, so lazima turekebishe. So nawaomba wakulima wa hapa Bungoma, vile nawaomba wa Trans Nzoia, wa Kakamega. I must congratulate the farmers in Uasin Gishu and Trans Nzoia. Trans Nzoia na Uasin Gishu ndio zilikuwa county number 1 ya kutumia fertilizer, na wanatulazalishia chakula ya kutosha, followed by Nakuru County na Bungoma, so that the 4 counties yenye ziko mbele. So tutashirikiana
namna hiyo. So hiyo mpango yote please, tutashirikiana na county, lakini nyinyi mkue mstari ya mbele. That is how we are going to change Kenya. Kenya haiwezi kubadilishwa na siasa ya barabara, you know. Gharama ya chakula haiwezi kupungua kwa ile mtindo wenzetu wanasema. We are going to eliminate the shame of hunger in Kenya by increasing our production and our productivity, and it is through supporting farmers to be able to produce more. So tutaendelea namna hiyo na tutashirikiana hivyo. Wakulima wengi kwa sasa, kwa mfano wa mahindi, wanapata ekari magunia 7, 8. Hapo tunaweza kutoa 30 bags if we do it well. Vile vile nimeamurisha shirika la Agricultural Finance Corporation ambayo iko na ofisi hapa Bungoma. Tunawapatia pesa bilioni 10 ya kusaidia hao wakulima katika seasonal credit waweze kununua mbolea. So wale mko na mpango, mnaweza kupata. Kama huna pesa ya kutosha ya kununua mbolea, serikali tutakupatia nafasi ya kukopa hiyo pesa ili uweze to increase our productivity, na tutakungoja pale ukiuza mahindi yako utalipa. Ala, kwani mlikuwa mnafikiri ati ni ya bure? Hakuna ya bure. So tutakutana mbele huko, tutalipana tukisonga, si ndio? So tunataka tushirikiane hivyo. Vile vile maneno yale mengine yote ni kama vile viongozi wenzangu wamesema. Hapa Bungoma vile vile nataka niseme, katika hii uwanja mnajua ilikuwa ni uwanja wa ndege, lakini sasa imekuwa ndani ya mji na haiwezi kuendelea kuwa kiwanja ya ndege. Tumekubaliana na hawa viongozi ya kwamba kiwanja tutahamisha iende pale Matulo, ama ni wapi? Matulo hapa chini. Matulo si mbali, 15 minutes umefika, ama namna gani? So kiwanja tunapeleka Matulo. Mimi nataka governor wetu anisaidie, enda uongeze 30 acres ijaye eka 100 na ufence. Ukifence na uongeze 30 acres, hii na surrender, tunafanya inakuwa town. Tunapanga maendeleo ya Bungoma hapa, expansion ya city, na tutasaidiana kwa kuplan hapa, iplan mzuri, na tuweke housing na tuweke mambo mzuri, wananchi wafaidike na huu uwanja. Watu wa Bungoma tunaelewana? Tunaelewana? Hii airport is a decommission, alafu we will assist the county to replan this space so that we can use it for the expansion of Bungoma city. Iwe sasa inasonga ikielekea hatua ya kwenda mbele. Tumeelewana? Alafu kazi zile zingine ambazo tumekubaliana ni mambo ya kilimo, pia ya mambo ya sukari. Najua watu wa sehemu hii wanataka kujua, na maneno nilisema hapa ni maneno itafanyika. Mimi niliwaambia mambo matatu. Niliwaambia number 1, hakuna privatization ambaye shamba yenu itapatiana kwa mtu mwingine. Hiyo haitafanyika. And I will make sure that there will be no privatization that leads to ancestral land ya watu hapa Bungoma kupatiwa mtu fulani. Hiyo ni number 1. Number 2, niliwaambia tutafanya mpango kama serikali tuondoe madeni ya sugar companies yetu 5 ya serikali ni bilioni 117, 117 billion, na ndio imekuwa kizuizi kikubwa ya investment yoyote katika kampuni zetu hizi. Kwanza ya hapa Nzoia ni nusu ya hiyo deni, it is 50 something billion, 53 billion ndio ya Nzoia. So nimepitisha kwenye baraza la mawaziri, deputy president akisimamia, Musalia wakiwa pamoja, tumepitisha katika baraza la mawaziri ya kwamba hiyo madeni yote ifutiliwe mbali. Tumefikisha maneno sasa kwa Papa wa Roma na Ishungwa hapa na wabunge wetu hapa. Muharakishe hiyo maneno, tufutilie mbali, ndio nisongeshe twende awamu ya pili. Tukisha maliza
kufutilia mbali hiyo madeni, awamu yetu ya 3 sasa ni mpango, na tuko na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba tutaweka pesa ya serikali kufanya ile crop production ya pale kwa nucleus estate. Nyinyi mtaendesha ingine huko mashambani na tutawasaidia. I am going to commit public resources for cane development to make sure that we develop cane, at least awamu ya kwanza. Namba ya pili, zile factories ambazo ni kukuu, hiyo factory ni ya 1920. Tutahakikisha kwamba tutaweka pesa ya serikali together with the formula we will have katika kuweka machine mpya ya kusaga miwa hapo. Lakini hatuwezi kuendesha hiyo mambo kama serikali. We have to agree. Serikali hatuwezi kuendesha biashara. Tumejaribu, mara tunaleta milioni 500 inazama. Tunaleta bilioni 1 inazama. Tunaleta ingine. Si unajua sasa hiyo ni Waswahili wanasema, ama ni watu wa Kiingereza wanasema, doing the same thing over and over again and expecting different results is madness. Yani kufanya kitu unafanya, unarudia na unangojea matokeo tofauti, matokeo ni yale yale, hiyo ni kuwa mjinga na kuwa wazimu. Na sisi bwana watu wazimu. So tunataka formula ambayo italete serikali na private sector tufanye pamoja ili kampuni ya Nzoia iweze kujisimamia na iweze kuwa biashara ambayo itafaidi wakulima na ifaidi taifa letu la Kenya. Na the formula is not very difficult. Si tuko na kampuni ya West Kenya hapo? Si tuko na kampuni ya Butali? Si tuko na kampuni ya Kibos? Mumesikia wako na madeni. How can the private mills be functioning profitably na mills ya serikali iko kwa madeni? There must be a management issue. So we will sort that out and we will agree on the formula that will take us forward. Kampuni yetu ya Nzoia hapa, kampuni ya Mumias, ile ya Sony, ile ya Miwani, ile ya Mohoroni, ile ya Chemelil, hizo kampuni zote tutahakikisha kwamba tumezipangia vizuri. And I want to promise you, this is the government that will sort out this sugar problem in this region, because we have made a decision that we must do it. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo mimi msikuwe na wasiwasi. Niko hapo chonjo kabisa. Nitahakikisha hii kitu ikakaa chonjo. Na wakora wote wako katikati, msikuwe na wasiwasi ati kuna mtu atakuja kutuongelesha Kiingereza hapa, sijui Muhindi fulani, sijui nani. Hapana, hiyo haiwezekani. Sijui mwingine ananiambia rai nani? Hapana, hiyo haiwezekani. Yeah, hiyo no. Hii ni mali ya wananchi na hatuwezi kukubali mtu ambaye ata take advantage of people in this region. Nobody is going to take advantage of anybody. The government of Kenya is going to make sure that the right thing happens, because we have a duty to ensure that we protect public interest. And we work for the people of Kenya. We don't work for business people. We work for the people of Kenya. Sijui kama tunaelewana jameni. Tumekubaliana? So hiyo mambo yote nimesema ndio mpango yetu ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Bungoma na watu wa Western ya kwamba hii mpango tutaketi chini na hawa wabunge wenu na viongozi wenu. Unajua saa zingine kufanya maamuzi magumu watu wengi hawawezani nayo. Ndio unaona saa zingine tunafika mahali kwa makelele. Ni ile tu kama hospitali. Unajua ukienda hospitali matibabu saa zingine unapatiwa sindano, lazima unapiga nduru kidogo, lakini ndio kupona. Si ndio? Na dawa saa zingine kumeza dawa ni kuteremuka kwa nini ni ngumu, lakini ikishafika kwa tumbo si ndio hiyo ndio inakuwa ni kupona. So tutapangana namna hivyo and we are going to work together in that manner. So asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Mimi nataka niwaambie kwamba tuko tayari kabisa kushirikiana na viongozi wenu. Mimi nashukuru rafiki yangu Moses Wetangula, nashukuru rafiki yangu Omwami Musalia Mudavadi na viongozi hawa wote, magovernors wetu na wabunge wetu na viongozi wale wengine wote kwa kukubali tuunganishe Kenya hii na tupeleke taifa letu la Kenya mbele.
Wale ndugu zetu wa upinzani tunataka waendeshe mambo ya upinzani kulingana na sheria ya Kenya. We have absolutely no problem with our brothers in the opposition. They have a constitutional responsibility to discharge. Na hata nimesema nitawasaidia hawa mawaziri. Sasa tumebadilisha standing orders, waende bunge, wajibu maswali huko bunge. Wananchi wa kutumia wale wabunge wenu mmewachagua, watauliza hao maswali, watajibu. Nimesema vile vile kama wanataka tutengeneze ofisi ya leader of opposition kule bunge, niko tayari to fund na serikali ya Kenya. Awe anatoa statement kutoka asubuhi mpaka jioni, hii serikali imekosa hapa, hii serikali haijafanya hii serikali imekosa pale, mimi sina problem. Ama namna gani? Si ndio? Si akisema mahali nimekosa na ninaona kweli kuna makosa zinarekebisha. Si ndio? Hiyo ni kusonga mbele. So I have no issue. So tusukumane namna hiyo ndio tupeleke taifa letu la Kenya. Ile tumekataa na hiyo sitakubali. Kwa vyote ni fujo na vita na kuharibu mali na kuchoma mali ya umma na kuharibu biashara ya wananchi na kulete uhasama katika taifa letu na kusabotage economy ya Kenya. That is not acceptable. It is unpatriotic, it is undemocratic, it is illegal, it is unconstitutional, it is against the rule of law. So we must all agree tuishi ndani ya sheria na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Asanteni sana maaskofu kwa kutuombea. Tutarudi Bungoma tena na tena. Oriomuno, Nyasaye amulinde. Asante sana, mbarikiwe. Tukiwa basi, naomba kwa sababu tuko kanisani tutamaliza kwa maombi. Kwa hivyo Bishop Callistus tuongoze kwa maombi ya kufunga, yani benediction. Thank you so much. Your Excellency, Bishop.